Na kwa sasa nataka nimlete chairman wetu wa wazee ili atuletee neno. Tumpigie makofi mazuri ndugu yetu, karibu sana. Bwana asifiwe. Tupate viti zetu. Bwana asifiwe. Nisaidie ku appreciate our Reverend na Pastor Esther na mtumishi wa Mungu Apostle kwa makofi mazuri. Bwana asifiwe. Kwa majina yangu naitwa John Ngugi na nimeokoka. Kristo ni rafiki wangu wa karibu. Bwana asifiwe. Haleluya. Amenitoa habari. Bwana asifiwe. Siku za hapo nyuma sikuwa hivi. Bwana asifiwe. Huwa nataka kushuhudia sana. Miaka kama nafikiri ni miaka kama 9 hivi. Ni 9. Ni miaka kama 9. Sikuwa hivi, mimi nilikuwa mlevi. Ungepewa mimi haugenikubali. Juu nilikuwa mlevi. Hujui kama umeshaikutana na mlevi? Umeshaikutana na mlevi? Sidhani kama umeshaikutana na mlevi. Mimi nilikuwa mlevi, nilikuwa nakunywa 24/7. Bwana asifiwe. Nilikuwa mkode. Nilikuwa nafaliwa na nguo, sikuweza kuvaa nguo. Hata nilikuwa naenda hivi napeleka mpaka na upepo. Bwana asifiwe. Lakini wakati nilipomkubali Yesu, akanibadilisha. Bwana asifiwe. Akanifanya kiumbe kipya. Haleluya. Akanibadilisha. Bwana asifiwe. Na kutoka wakati huo nimeona Mungu akiwa pamoja nami, akiniongoza kwa kila jambo, akiongoza jamii yangu. Bwana asifiwe. Ningetaka mimi nimebarikiwa, nimeoa mke wa kike. Ningetaka atuevu ako huko nyuma, tusalimie. Asimame tu tusalimie kwa ndio mumuone na tumpigie makofi mazuri. Huyo tangu tulipooana tuko na miaka 23. Bwana asifiwe. Tuko na 23 years na tumebarikiwa na watoto 5 wasichana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nafurahia Mungu kwa ajili ya na tuko na wasichana. Wako wapi wasichana wangu? Si wasimame. Wale wako hapa tuwapigie makofi mazuri. Mwingine nafikiri yako nje, huyo mwingine hayuko. Tuko pamoja naye hapa. Bwana asifiwe. Haleluya. Narudishia Mungu shukrani kwa ajili ya siku ya leo na kwa ajili ya kupewa hii nafasi, na narudishia Reverend na Mam kwa ajili ya kunipatia hii nafasi ya kushare neno la Mungu. Bwana asifiwe. Tuliambiwa kuna siku tulihubiriwa na hapa na Mam akatuambia kwamba sisi ni vyombo. We are vessels. Bwana asifiwe. Katika nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe. Ama katika shamba la Bwana. Bwana asifiwe. Na huwa anatumia kila mtu. Mimi siwezi fanana na brother yetu Moi, siwezi fanana na mzee wetu. Kila mtu ako na ile kazi amepewa. Bwana asifiwe. Hata maandiko inasema ya kwamba katika nyumba hii kuna vitu za mbao, kuna zingine za udongo, kuna zingine za chuma. Hata ukienda katika jiko kwa wale katika jiko wamama wanakuwa na vitu za kila aina pale. Kuna sufuria, kuna kijiko, kuna mwiko. Bwana asifiwe. Na mama hawezi chukua mwiko awekelee kwa jiko ndio apike naye ugali. Mwiko ni ya kusonga ugali. Bwana asifiwe. Kuna karai pale, besheni. Hawezi iwekelea kwa jiko. Kuna ile kazi inayofanya. Kwa hivyo mimi na wewe uko na ile kazi unayofanya. Mimi kuna ile kazi nimepewa. Hata wewe uko na ile kazi katika hii nyumba. Kwa hivyo tukubali kutumika. Bwana asifiwe. Tukubali kuwa a good vessel. Bwana asifiwe. Sio tuliambiwa na mama tukuwe nini? A good vessel. Ndio tukubali kutumika. Bwana asifiwe. Haleluya.
Mimi nataka tu share word, nataka tutumie dakika kidogo. Kuna mahali huwa nahubiri na huwa tunatumia 7 minutes ama 5 minutes. Kwa hivyo 15 minutes takuwa nime wind up. Bwana asifiwe. Nataka kuongea kuhusu faith. Bwana asifiwe. Na nimesikia wakati dada yetu alikuwa na tuongoza, ameguzia kuhusu imani. Bwana asifiwe. Wakati ameongea kuhusu mifupa mikafu, ameongea kuhusu imani. Bwana asifiwe. Faith, imani. Aliambiwa kwamba unaamini hii mifupa mikafu inaweza kuwa uhai tena. Bwana asifiwe. Ndivyo ametuambia. Ndivyo ametuhubiria. Nataka tuende katika maandiko ya Mungu katika Mathayo 17. Matthew 17. Bwana asifiwe. Sitasoma yote, nitasoma Matthew 17 verse 19. Inasema ya kwamba kisha wanafunzi wakamwambia Yesu wakiwa peke yao. Kisha wanafunzi wakamwendea Yesu wakiwa peke yao. Wakamuuliza, kwa nini sisi hatukuweza kumtoa? Bwana asifiwe. Maandiko inasema hapo, ukianza hapo inasema ya kwamba kulikuwa na mtoto mmoja kijana, alikuwa na ukoma ama alikuwa mgonjwa. Na wakati alipoletewa wanafunzi wa Yesu alikuwa na wanafunzi wale disciples wake 12, the 12 disciples. Na wakati walipoletewa huyu kijana, alikuwa na wazimu ama alikuwa mgonjwa, na alikuwa amepagawa na ugonjwa. Bwana asifiwe. Na wakati walipoletewa huyu kijana, wakajaribu kumtoa ile mapepo na hawakuweza. Na wakati walipojaribu wakamaliza, wakamwendea Yesu, wakampelekea ule kijana Yesu. Na Yesu akamuomba, hata hakuomba sana, alimwambia na ukapone. Bwana asifiwe. Akamwambia na ukapokee uponyaji. Bwana asifiwe. Na akapona. Sasa wale wanafunzi wakashindwa, kwa nini sisi hatukuweza? Na ndivyo tumeng'ang'ana kumuombea, tumeng'ang'ana kumtoa mapepo na haikumtoka. Tumeng'ang'ana kumuombea na hakupona. Bwana asifiwe. Ndio walimwendea kwa Yesu wakamuuliza, ni kwa nini hatukuweza kumtoa zile mapepo? Bwana asifiwe. Hapo 20 inasema ya kwamba akawajibu, kwa sababu ya imani yenu ndogo. Bwana asifiwe. Ninawaambia kweli, mkiwa na imani ndogo kama paje ya haradali. Bwana asifiwe. Paje ya haradali, mustard seed. Bwana asifiwe. Anasema ya kwamba mkiwa na imani ndogo. Sio kama umeshaiona hiyo paja, ile begu, inaitwa buja, lakini alikuwa anasema ni begu kadogo sana, kanaitwa unajua sasa Kiswahili ni gumu sana, inaitwa mustard seed. Bwana asifiwe. Kwa Kiingereza ndivyo inaitwa mustard seed. Bwana asifiwe. Kama mngekuwa na imani ndogo hivyo, nafikiri hiyo kabegu, hakuna begu ingine ndogo, ni dogo sana hiyo begu. Nilikuwa nachunguza kuhusu hiyo begu, kanakuwa kadogo sana na huwa kanakuwa mti kubwa sana. Bwana asifiwe. Kuna siku tulikuwa tunaangalia hiyo jambo na tukakuja tukaita kikundi tulikuwa nayo, tukaita hiyo mustard seed. Tulikuwa sasa nachunguza kuhusu hiyo begu, nikaona hiyo begu ni kidogo sana, hata ikianguka huwezi iona. Bwana asifiwe. Hauwezi iona hiyo begu ikianguka hapa, hata hapa mahali kuna white, labda uiname kabisa ndio uione. Bwana asifiwe.
ni kidogo sana. Sasa Yesu akawaambia, mkiwa na imani kidogo kama hiyo mbegu. Bwana asifiwe. Hapo chini inasema ya kwamba mtauambia mlima huu uondoke hapa uende pale, nao utaondoka, wala hakutakuwako na jambo lisilowezekana. Bwana asifiwe kwenu. Bwana asifiwe. Unasikia vile maandiko inavyosema, utaambia mlima huu ukiwa na ile imani kidogo kama hiyo mustard seed. Bwana asifiwe. Ukiwa kama hiyo mustard seed, utaambia mlima huu ondoka na utaondoka. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna siku moja tulikuwa tunataka kuwa na event hapa, na tulikuwa kwa tent. Wakati huo nimpatie story, lakini sio story, ni kitu ya ukweli juu ni kitu imeshafanyika. Nikiwa hapa tulikuwa kwa tent, na wakati tulikuwa pale kwa tent tulikuwa tumesimamisha chuma zote tukaweka. Hatukuwa na mabati, tulikuwa tuna mabati pande moja, pande hii ya mbele peke yake. Ilikuwa pande ya nyuma ilikuwa imebakia mbele na huku juu. Na hiyo siku nakumbuka sana, tulikuwa tumebakia wiki moja tuwe na event kubwa sana hapa, na Reverend akasumbuka sana, tutafanya nini, tutaenda wapi? Tukaanza kuomba. Reverend akasema ya kwamba tutaweka hema kubwa sana, na hawa mambo akasema ya kwamba hatutaweka hiyo hema hapa, tunaweka mabati. Bwana asifiwe. Nafurahishwa sana na imani ya mama juu wakati huo, ama nimeshaishuhudia imani yake. Bwana asifiwe. Nimeshaishuhudia imani yake. Siku hiyo akasema ya kwamba hatutaweka hiyo tent, hatutaiweka, ni lazima tuweke mabati, na imebakia wiki moja. Bwana asifiwe. Unajua hiyo imani yake ilifanya kazi. Hiyo wiki moja ilikuwa imebakia siku kama 4 ndio tufike wakati wa tent. Reverend alipatwa na mtu hapa, akakuja akamwambia, hii mabati ni ngapi? Mabati akasema yote naiweka. Bwana asifiwe. Haleluya. Sio ni imani? Hiyo ni imani aliinua faith. Bwana asifiwe. Unajua saa hii unawezekana ya kwamba uko katika hali unasikia kama umefinywa sana, ama uko na ugonjwa. Bwana asifiwe. Uko na ugonjwa inayokusumbua, na unasikia kwamba umefika mwisho. Unasikia kwamba mimi katika hii hali sasa nimefika mwisho, ama nimesikia ugonjwa Unajua siku hizi watu wakisikia kitu inaitwa kansa wanaanza kutetemeka sana. Bwana asifiwe. Lakini nakuambia kwamba wakati unapoinua imani, Bwana asifiwe. Haleluya. Maandiko hata inasema ya kwamba kuna ule mama alikuwa amegojeka miaka 12. Alikuwa anamwaga damu kila wakati. Miaka 10 na ngapi? Na wakati alipopatana na Yesu, Bwana asifiwe, alipona. Aligusa pindo la Yesu akapona. Na Yesu wakati alipomuona akamwambia kwamba enda salama, ni imani yako imekuponya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni imani. Kuna mtu mmoja katika maandiko anaitwa Noa. Noa wakati alipokuwa anajenga, aliambiwa na Mungu, ujenge safina ndio nikuokoe na ghadhabu yangu. Bwana asifiwe. Na Noa akaanza kuita watu, kujeni tujenge safina. Akawaita, akawaambia njooni, juu ghadhabu ya Mungu inakuja. Kujeni tujenge safina ndio tukajiokoe, ama Mungu akatuokoe siku moja. Na siku zikakaa, wengine wakaona kumekaa sana. Wengine wakati Noa alipoanza walileta vitu mingi sana. Wakaleta misumari, wengine wakaleta bao,
wengine wakaleta kila aina ya kujenga. Lakini walipokaa wakakaa, wakaona huyu mzee alikuwa anatudanganya. Bwana asifiwe. Wakaanza kurudia zile vitu, wakaanza kurudia. Sasa walikuwa wanarudia na zimeshajenga. Sasa Nuhu alikuwa anawaambia kwamba Edeni mshukue. Wanaenda wanafanya nini? Wanang'oa, wanaenda. Bwana asifiwe. Juu alikaa sana mpaka wakaona ya kwamba huyu mtu anatudanganya. Lakini Noa hakuachana na ile jambo, aliendelea kujenga. Bwana asifiwe. Aliendelea kujenga mpaka miaka 40. Bwana asifiwe. Na unajua alikuwa ameambiwa kwamba kutanyesha mvua, na wakati huo hawakuwa wameona mvua ikitoka juu. Wakati huo walikuwa wanalima na maji ilikuwa inatoka chini, mvua haikuwa inatoka juu. Lakini wakati alipoambiwa ya kwamba kutanyesha, aliamini. Bwana asifiwe. Na hakusita kwa hiyo imani. Alikaa pale akasema ya kwamba Mungu ameniambia, hii imani yangu nitaishikilia na ile jambo ulioniambia. Na akaendelea kujenga mpaka wakati Sabina ilipokamilisha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unaweza kuwa una imani, usikia kwamba umegoja ile jambo ulikuwa unataka, umeinua imani yako kabisa, ugoje mpaka ukuve moyo. Usikuve moyo. Bwana asifiwe. Kama Mungu amekuambia kwamba atakuja kubadilisha maisha yako, Bwana asifiwe, usikuve moyo. Sikiria hiyo imani. Bwana asifiwe. Wale tu wanatuambia kwamba hili kanisa sio hili sio letu. Tunakuja kujenga letu na tutakuja kununua shamba letu. Huwa mimi nasikiria hiyo imani tu. Nauliza Mungu, si mtumishi wako alisema? Bado nasikiria nini? Hiyo faith. Bwana asifiwe. Kuna zari nitabiria akaniambia wewe utakuwa tajiri sana na utakuwa na gari. Bado sijakuwa naye na bado nashikilia hiyo imani. Nakumbusha Mungu ulisema. Hiyo imani bado nashikilia. Bwana asifiwe. Inawezekana unaweza ombewa hapa upone, na ukosa kupona uende ukae mpaka mwezi ama hata miaka. Wewe endelea kushikilia imani ya kwamba umeombewa na umetabiriwa utapona. Bwana asifiwe. Endelea kushikilia nini? Hiyo imani. Bwana asifiwe. Haleluya. Hebu tusome andiko lingine katika Wahibrania. Wahibrania. Hata maandiko inasema ya kwamba Ibrahimu aliambiwa toka, ule baba wetu wa imani. Aliambiwa toka katika mji wenu wa baba yenu. Toka nitakuonyesha mahali utakapoenda. Na akatoka kwa ajili ya kuamini. Akatoka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo faith imeongeleshwa katika hii maandiko, imeandikwa mara mingi hata iwezi hesabika. Bwana asifiwe. Kuhusu faith. Hebu tusome katika Wahibrania ndio tumalizie. Bwana asifiwe. Wahibrania 11 Wahibrania 11 verse 6. Praise God. Wahibrania 11 verse 6 inasema ya kwamba lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa maana yoyote anayemjia Mungu ni lazima aamini ya kwamba yeye yuko naye kuwa huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Bwana asifiwe. Maandiko inasema ya kwamba kama una imani, kama una faith, hauwezi jua Mungu wako. Bwana asifiwe. Si umeshaiona Mungu? Hakuna mtu ameshaiona, labda Musa, na Musa alimuona kwa mgongo. Bwana asifiwe. Na wakati alipomuona kwa mgongo, wakati aliporudi kwa wana wa Israeli, hawakuweza kutazama Musa kwa vile alikuwa anang'aa.
Juu alikuwa amepatana na nani? Na Mungu. Na alimuona wapi? Mgongo peke yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata tunaishi, tunaamini, tunainua imani yetu, Mungu yuko. Hatujai muona, lakini tunaamini yuko. Bwana asifiwe. Hata hapa siku ya leo tunaamini yako hapa. Bwana asifiwe. Ama uamini hivyo? Maandiko inasema ya kwamba mahali kuna wawili ama watatu wakiwa na lengo moja, na sisi tuko na lengo moja la kutukuza Mungu. Maandiko inasema ya kwamba ako mahali pale pamoja na wao. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaamini yako mahali wapi? Bwana asifiwe. Kwa hivyo hatuwezi pokea chochote pasipo kuamini. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata kuishi huwezi ishi bila kuamini. Ukipukuza imani yako au utakufa. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo tuendelee kuamini. Bwana asifiwe. Kuna maandiko inasema ya kwamba katika James 2 verse 19 inasema ya kwamba hata shetani huwa anaamini mpaka anatetemeka. Bwana asifiwe. Kama shetani anaamini mpaka anatetemeka, Mungu yuko. Bwana asifiwe. Na sisi je? Bwana asifiwe. Tunafaa kuinua imani yetu. Bwana asifiwe. Hii Sunday inayokuja tuko na fundraising. Na muda hata una kitu na tunataka pesa, unafaa kuamini. Bwana asifiwe. Tunataka kujenga, hata tumeambiwa hapa na wa reverend, tunataka kujenga Sunday school, tunataka kujenga ofisi, tunataka kubadilisha face pale. Bwana asifiwe. Tunataka kuweka stima. Tunafaa kuamini tutapata pesa. By Sunday hizo mambo yote tunakuja kukamilisha. Bwana asifiwe. Tunafaa kuinua imani yetu. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa tusome andiko lingine katika Ibrania 10 verse 39 38. Ibrania 10 verse 38. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye kama atasitasita, sina furaha naye. Bwana asifiwe. Maandiko inasema ya kwamba mwenye haki, sisi ni wenye haki. Maandiko inatuambia kwamba tutaishi na amani, tunaishi na kuamini, imani. Bwana asifiwe. Na kama tutasitasita, Mungu hata furahi kwetu. Bwana asifiwe. Hana furaha na sisi. Bwana asifiwe. Hapo 39 inasema ya kwamba lakini sisi hatumo miongoni wa hao wanao sitasita na kuagamia, bali tumo miongoni wa hao wenye imani na hivyo tunaokolewa. Bwana asifiwe. Haleluya. Maandiko inasema ya kwamba sisi hatuko. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie sana. Bwana asifiwe. Sisi hatuko wapi? Kwa hao wasitastao. Bwana asifiwe. Wao wasitastao hawana amani, hawana faith. Wana sitasita, wana yumba. Bwana asifiwe. Sisi tuko kwa wale huwa wanainua imani yao. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu atusaidie sana. Bwana asifiwe. Tuwe wale wako katika kuishi katika na imani. Kula kwetu ni kuamini. Kuishi kwetu, watoto wetu tunaamini ya kwamba watasoma. Bwana asifiwe. Tunaamini ya kwamba tutaishi maisha mazuri. Bwana asifiwe. Tunaamini ya kwamba hatutagojeka. Bwana asifiwe. Hatutasita. Haleluya. Hatutasita. Mungu atusaidie, akusaidie wewe. Tusikuje kusita. Tusiwe ya kwamba hatufurahishi Mungu. Kwa ajili tukipunguza imani yetu, hatutakuwa tunafurahisha Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Ningependa tuinuke kwa miguu yetu. Tusimame wote kwa miguu yetu. Napokaribisha wa Reverend.